Mimi ni kuanga Meru, mimi ni pastor na mimi ni accountant. Anyway, of late hakuna mtu hajakuwa akifuatilia siasa, si ndio? Unajua tumefuatilia siasa za mbele mpaka kuna siku moja amenipigia simu nikasikia kumuuliza unasema aje Muthende? Kwa sababu jina Muthende imekuwa too common to all of us, si ndio? Kwa wale the haters wenye walikuwa wapendi Muthende, tutasikia Muthende mpaka wapi? Parliament. Si ni sawa? Na bado wenye walikuwa wanampenda tutaendelea kusikia Muthende. Lakini achana na Muthende. Kuna watu wananiulizanga, by the way, tell us the secret ya kukua hili huko slim ama hii kukonda. Na waambianga secret ni kutojiwom. Unajua ukikataa kujiwom, lea ukikula food, minyoo inakula hiyo food, si ndio? Lakini ukijiwom, nilikuwa nafikiria mtu akijiwom minyoo inakufanga. Mpaka nikaona, mumeona huyo boss alikuwa na trend. Si mlimuona? Na mkaona mguu ya katikati iko in short form. Kumbe ukijiwom, minyoo imeendanga wapi? Huko. Mpaka nikamuangalia nikajiuliza, kati yangu na yeye nani anaweza enda short form? Yeah, that anyway, hiyo ni siasa. Na hii siasa pia ikanifunza mambo mengi sana. Ikanikumbusha ile jensi mlikuwa mnaandamana. Unajua nimepigia mamangu, nikasikia akisema Yesu must go, Yesu must go. Kumbe maana alikuwa ametoka kupeleka maziwa ndege, akakutana na jensi wakiteremka na matawi. Akafikiria ni Palm Sunday. Akawafuata. So mnaandamana kwa nini? Kwa sababu ya extrajudicial killing. Akasema umeona Judas anaendelea kuua. Si ni huyu tu aliua Yesu. Na anaendelea kuua mpaka saa hii. Anyway, ladies and gentlemen, maandamano pia ikanifunza kwa nini Wameru hatunanga reporter serious. Angalieni kama Dalemado anaenda pale anasema police just tell us why are you shooting the demonstrators. Anaenda tena kwa demonstrators, tell us why you are demonstrating. Nikaangalia kwanza Dalemado wa Tanzania. Mlimuona? Anasimama anasema wale waandamanaji pale naomba kamera manjiuzumu. Lakini the worst ni Wameru and you bear me witness. Kwa wakati wa maandamano nilienda Meru nikakuta ripota kwa katikati ya polisi na waandamanaji. Si unajua hiyo kurushiana maguruneti na mawe. Yeye hapo katikati kirusho wanasema hawa sasa wanaanza. Unasianga tu inda. Yaani anakaa kama refari hapo katikati ya vita mbili. And I realize this is the reason why hatunanga reporters kutoka Meru. Na nikaona ni kama mariporters wote wamezaliwa. Unaona hata jenzi inakanga yote, hata ukiona mjenzi Mkikuyu ni kama umezaliwa kutoka Meru. Si ni kweli? Hiyo asina unaonanga hiyo si asina rahisi. Hii inakuanga imetoka. Unajua siku moja babangu aliamuka akaanza kunipiga. Nikamuuliza mzee, mbona unanipiga? Akaniuliza ulikuwa wapi ndama akinyonya. Nikamuuliza kuna mamako amenyonywa? Mzee akajana. Akaniwekelea kofi. Hapo ndio nilisikianga hizo masauti za DJ Afro. Sikisema na hiki kipindi cha lala sana. Nikaanguka. Nikasema lazima ni pretend nimekufa babangu achane na mimi. Akaniwekelea silaha nikiwa chini. Nikafufuka, nikaona ataniua. Nikakufa tena. Si unajua, you know my dad alikuwa maumau. Alikuwa ananipiga kama mzungu. Yeah, my dad was a maumau. Hata ukiniona hivi nikiwa young, my dad was a maumau. So, nikasikia akipiga simu.
akapigia mtu anaitwa Paulo. Kumbe Paulo, wewe unajua unafikiria Paulo anakuanga mzee wa first aid. Paulo anakuanga mzee wa kutengeneza majeneza. Ashaamua kijana, kama umekufa tuendete. Na hapo ndipo nilifufuka mpaka saa hii sijawahi kufa tena. Kwa sababu yani hao wazee walikuanga hivyo. Last ladies and gentlemen, I'm an accountant. Na kuna kitu inanyumaga sana mimi kama accountant. Can you imagine mimi ndio ulipa watu mshahara job. Unalipa mtu 1 million, mwingine unamlipa 500. Halafu mimi hawajaniruhusu nijilipe. Na wakinilipa, unajua wananilipanga nini? Imagine taibi yao ikiwa imetaibiwa tena. Na wana expect to survive kwa hii economy. Manze US. Ladies and gentlemen, that has been my time. Solomon, my time. God bless you. Wapi makofi ya Solomon by time? Yes. By then, yote ukiamsha ilikuwa joke. Ay, msanii shikaba. A good one bana. A good one. Kazi safi.